Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Natamani ingekuwa yuko wahabi yoyote hapa akasikia haya, ingependeza sana. Haya si maneno ya kuambiana sisi wenyewe tu. Haya ni maneno ya kuzungumzwa na wale wapinzani wakawa wapo. Lakini jambo la kushangaza, pamoja na maneno mazuri kama haya yalivyonyooka, lakini bado watu wanafunga na mwezi wa kimataifa. Hilo ndilo jambo la kushangaza. Maneno kama haya kwenye timu yetu sisi watu wa BAKWATA, sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa, tunayo tafsiri na wenzetu nao wanazo tafsiri. Sasa hakuna uwezekano wa kulazimisha tafsiri yako ikubaliwe ni kundi jingine. Ndani ya Qur'an kunahitaji tafsiri. Tafsiri sisi tumezipata kutoka kwa kina Sheikh Muhammad Ayub rahmatullahi alayhi, kutoka kwa wanafunzi wao kina Sheikh Muhammad Bakari, kutoka kwa Sheikh Khalfani Kiumbe Kigoma, na mashekhe wengi wetu. Wao wana tafsiri ya sampuli hizi. Sasa haifai na haitowezekana kupatikana mtu akawa ameelewa alivyoelewa alafu afardhishe, aseme hivi nilivyofahamu mimi ndiyo fardhi, ndiyo nguzo katika kukubaliana. Na lau ingelikuwa watu wanavyofahamu, kundi linavyofahamu, ndivyo ni wajibu wa kundi jingine kufahamu hivyo, sisi sote tungelikuwa makadiani hapa nchini. Kwa sababu makadiani wao wanaamini baada ya Mtume Muhammad utume unaendelea. Na maneno hayo, tafsiri hiyo wameipata kutoka kwenye Qur'an na kutoka kwenye hadithi, ndivyo walivyofahamu. Lau ingelikuwa kundi jingine likifahamu tu na kundi jingine linawajibika kufahamu hivyo, sote tungekuwa mashia. Sasa ndiyo hivyo hivyo lilivyofahamu kundi la Ansaru Sunna namna ya kutoa tafsiri ya ahadithi au Qur'ani. Hawana nafasi ya kutuambia sisi tumefahamu hivi na nyinyi nanyi mnawajibika kufahamu hivi. Hilo jambo haliwezekani. Haliwezekani kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa namna alivyotuumba sisi wanadamu, namna ya kutofautiana maoni na kufahamu ni kitu cha lazima. Na mara nyingi ninapozungumza maneno haya napigia mfano wa mtu mathalan azae watoto wake 5, alafu awalee na mama yao huyo huyo mmoja mpaka wawe watu wazima. Timu hii ya watu 5 haiwezekani kufahamu ufahamu mmoja, na wakiishi chini ya baba yao huyo na mama yao huyo, huwa wanavumiliana tu. Lakini si kwa kwamba huyu mkubwa anayefuatia wanavyofahamu huwa wanafahamu kwa mtindo mmoja. Hilo halikuumbwa ni Mwenyezi Mungu.
ndani ya watu 5 ambao wamezaliwa ni baba mmoja mama mmoja, na kama una wasiwasi nenda kachukue damu zao, uende ukatafute hivyo vyombo vya kisasa DNA, damu ni hiyo hiyo, lakini watafahamu tofauti katika mambo. Watu wachache hawa 5 tu watatofautiana namna ya kufahamu. Basi vipi kwenye kundi kama hili la Ahlusunnati wal Jamaa BAKWATA, au kwa ujumla Waislamu wote wafahamu kama wanavyofahamu kundi jingine? Kulitaka hilo ni kuleta fujo. Kinachotakikana ni kama vile watoto 5 wa kwako wakienda darasani wanatofautiana kufahamu, huyo anafahamu ya juu, huyo ya katikati, huyo hivyo. Basi hata ukiwapa fikira, hebu fikirini, kila mmoja atatoka na fikira yake. Watu 5 tu, kwa sababu wametoka kwenye mlio mmoja, kitawalazimu kuvumiliana. Asipatikane mmoja akasema mimi ndiyo mkubwa wenu, kwa hiyo nimefahamu hivi, na yule mdogo naye anasema mimi ndimi mdogo wenu na mimi nataka nimefahamu hivi, twendeni hivi. Huo ukoo utaharibika siku hiyo hiyo. Sasa maneno haya aliyozungumza Sheikh, mimi nilikuwa siwezi kusema, na hata hivi sasa naanza kuumia, kwa sababu nikisema kidogo tu ile sauti kule ndani ya inavurugika, haitoki vizuri. Lakini nimefurahi sana na kuamini kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alisema, alkhairu fiya wa fi ummati ila yaumi alqiyama, kheri niko nayo mimi na itabaki kwa umma wangu mpaka kiyama. Kwa hiyo kheri imo ndani yetu sisi Ahlusunnati wal Jamaa tuliopo, na itabaki, itapatikana mpaka siku ya kiyama kwa wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimetilia nguvu tu, sikutia taaliki. Taaliki ni kuwa mazungumzo yamesemwa lakini yalikuwa yana upungufu. Sasa unatia taaliki kuyaongezea. Mimi sikuongeza chochote katika maneno haya, nataka myafahamu na muondoke nayo kama hivi hivi yalivyosemwa. Mimi nimetilia nguvu tu, sikuongeza, na tena ni kwa furaha. Nimefurahi mpaka naumia. Sasa Shaka Kiungiza, usipokuja kuninyang'anya hapa utanibeba bure, njoo chukue maiki yako. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah والموافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Naam, inshallah tumefikia katika hitimisho la shughuli yetu, lakini hatujamaliza. Tutasali kwanza dhuhuri, tukimaliza basi kuna sadaka imeandaliwa kwa ajili ya shughuli yetu hii ya leo.